Headline Day Perspective Weekend Report. Na mtazamaji, rais wa chama cha mawakili nchini Kenya LSK Faith Odhiambo ajiuzulu kama naibu mwenyekiti wa jopo la kitaifa la fidia kwa waathiriwa wa maandamano. Hatua hiyo ilitangazwa rasmi hivi leo kupitia barua aliyowakilisha kwa mkuu wa utumishi wa umma katika mtandao wake wa X. Katika barua yake ya kujiuzulu, alieleza kuwa alikubali uteuzi huo kwa nia ya kuwatetea waathiriwa na kuimarisha mfumo wa fidia. Lakini changamoto za kisheria na shinikizo la kitaasisi zimemlazimisha kujiondoa. Odhiambo alisema kuwa agizo la mahakama kuu lililosimamisha utekelezaji wa jopo limekwamisha ratiba ya siku 120 iliyopangwa na hivyo kufanya majukumu yake kuwa magumu kutekeleza. Aidha, alisisitiza kuwa kwa nafasi yake ya rais wa LSK, kiapo chake kinamlazimisha kulinda mshikamano na uhuru wa chama hicho na kuendelea kushikilia wadhifa wa serikali, kuliweka taswira ya LSK katika hatari ya kupoteza imani ya umma. Shinikizo dhidi ya Faith Odhiambo liliongezeka zaidi katika wiki chache zilizopita. Baadhi ya mawakili na wanaharakati walitoa matamko ya wazi wakimtaka jiuzulu mara moja kutoka jopo hilo au kuacha uongozi wa LSK, wakidai kuwa chama hicho hakiwezi kudumisha msimamo huru huku kiongozi wake akihudumu serikalini. Wengine akiwemo wakili Steve Mbugua walitishia hatua za kisheria iwapo hangepiga hatua ya kujiondoa. As members who truly believed in the rule of law and justice for victims, we view this appointment as a betrayal of the values we sought to uphold. It undermines the credibility of the society at the time when victims need us the most. I stand here alone today, not because I am the only one who holds this view, but because many of my colleagues in council have received threats to their lives for daring to speak out. These threats have been engineered by state agents in council, and they are meant to silence dissent and stifle the pursuit for justice for the victims of the Gen Z protest. Katika barua yake, Odhiambo alielezea dhamira yake ya kuendelea kupigania haki za waathiriwa kupitia njia nyingine. Aliahidi kushughulikia kesi za ukatili wa polisi mahakamani, kufuatilia visa ambavyo havijaripotiwa, kuomba mwongozo wa jaji mkuu ili kuhakikisha usikilizaji wa kesi za fidia, na kushirikiana na wadau kuwasilisha bungeni mapendekezo ya kurekebisha sheria. Kwa kujiuzulu kwake tarehe 6 Oktoba, Faith Odhiambo amefunga ukurasa wa wiki kadhaa za shinikizo, huku akisisitiza kuwa mapambano ya haki hayataisha kwenye jopo hilo, bali yataendelezwa kupitia majukwaa mengine ya kisheria na kijamii. Brian Ouma, Geri Report.